Watu wengi hawajui kwamba kul huwallahu ahad na kul a'udhu birabbil falaq na kul a'udhu birabbin nas ni katika adhkari za baada ya swala. Watu wengi hawajui, kwa sababu hawaambiwi. Wanaambiwa vitu ambavyo visivyo, sababu watu wameclaim Fatiha baada ya swala. Lakini angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anavyozungumza kuhusu hizi sura ndogo ndogo hizi tatu hizi. Kul huwallahu ahad katika swala zote ukitoa asubuhi na isha zinasomwa mara moja moja. Kul huwallahu ahad mara moja, kul a'udhu birabbil falaq mara moja, kul a'udhu birabbin nas mara moja na ayatul kursi mara moja. Baada ya swala ya subh na swala ya isha unasema kul huwallahu ahad mara tatu, kul a'udhu birabbil falaq mara tatu, kul a'udhu birabbin nas mara tatu. Mtume anasema hizi zinakutosha. Watu si tunaishi mitaani humu tunaogopa watu si wachawi si nini. Wallahi mtu anayedumu na hizi haogopi mtu yoyote katika watu. Hakuna mchawi anaweza kufanya chochote. Wallahi mtu afanye hivyo, hakuna mchawi wa aina yoyote. Na si mchawi tu, Mtume anasema hizi sura mtu akidumu nazo hawezi kung'atwa na vidudu vyenye sumu. Watu hawaambii maneno haya. Wewe unaweza kulala na nyoka sikung'ate kama utadumu na hizi sura. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sio maneno ya mtu. Faida hizo zote tunaziacha. Suratul Fatiha ni sura kubwa. Hakuna mtu anaweza kuidharau suratul Fatiha. Lakini haikufundishwa kusomwa baada ya swala. Suratul Fatiha Mtume anasema isiposomwa ndani ya swala hakuna, kwa namna ya umuhimu wa suratul Fatiha. Lakini haijafundishwa kusomwa baada ya swala. Kwa nini unaisoma baada ya swala? Na Mtume amesema soma ayatul kursi, soma zile aya za mwisho katika suratul Baqara, amana ar-rasul bima unzila ilayhi mpaka mwisho. Tunazijua.